nijuze kivuli cha amani. Sheikh Muhammad, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena katika kipindi chetu cha pili baada ya kile cha kwanza kizuri Sheikh. Alhamdulillah, shukran sana, barakallahu fikum. Tunaendelea kuwa na furaha kwa uwepo wako katika channel yako cha Istiqama Sheikh. Mashallah, shukran sana. Bila shaka katika kipindi kilichopita nimetamsihi mpendwa mtazamaji usikose kufuatilia kipindi cha kwanza Sheikh wetu Muhammad Bahero kutoka Kenya, na kipindi hichi ikiwa ni muendelezo wa kipindi chake cha kwanza. Kwa hivyo faida itakuwa kubwa kama unafuatilia kipindi cha kwanza na cha pili. Na Sheikh wetu katika kipindi cha kilichopita tulizungumzia mambo kadhaa, labda ungependa kumkumbusha mtazamaji yale tulizungumza. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baad, kitu muhimu kipindi kilichopita ilikuwa tunaongelea neno linalosema excellence. Tukasema neno hili lina herufi 10. Ndio. Na ni lazima tujue kila herufi inakusudia maana gani, ndo mtu apate kujijenga kupitia maana ya hizo herufi. Ya kwanza tukasema be exceptional, kun mutamayizan, yani kuwa tofauti, na tukagusia hapo. Kabla hapo tu kidogo, labda tungerudi nyuma kidogo, samahani nitamuia radhi mtazamaji na vile Sheikh wetu Muhammad. Kwa nini tulizungumzia ajijenge? Kwa nini ajijenge? Labda kidogo tuliongea tukasema kwamba ni lazima yeye ajijenge ndo ajenge jamii. Na lazima yeye awe mzuri ndo atoe muamala mzuri kwa jamii. Nzuri kabisa. Na ndo tukasema ni lazima awe na hizi vitu. Kitu cha kwanza ni kuwa tamayuz, kuwa na utofauti. Ndio. Lakini kitu cha pili ni X, bimaana go the extra mile. Yani idhhab khatwa abad. Na kitu cha tatu tukaongelea ni C, ambapo kwamba ni consistency. Yani al-istimrariya. Na tukahitimisha na maneno ya Imamu Nawawi aliposema dawamu at-ta'a al-ikhlas khairun min kathirin yanqati'. Ndio. Kudumu utiifu pamoja na ikhlas ni bora kuliko jambo linalofanyika kwa wingi kisha linaachwa. Naam. Kun muhsinan kulla yawm la indama takunu murtahan faqat. Kuwa ni mzuri kila siku, si ukiwa na raha peke yake. Na bila shaka mpendwa mtazamaji, haya maneno ambayo yameyafupisha Sheikh wetu Muhammad Bahero yapo kwa ufafanuzi wake mrefu kupitia kipindi chetu cha kwanza. Usikose kufuatilia. Leo umemwandalia nini Sheikh wetu mtazamaji wetu mpendwa Sheikh wetu Muhammad Bahero? Tukiwa tumemaliza pointi yetu ya tatu kwa kipindi kilichopita, bimaana kuwa mzuri kila siku, si unapokuwa na raha tu. Hata Allah alipowasifu wacha Mungu na watu walioandaliwa pepo, iddat lilmuttaqin, alisema alladhina yunfiquna fi sarai wadh-dharra. Ndio. Yani hali ikibadilika kwa namna yoyote, ikitiririka, bado wao tabia yao ni ile ile, simamo wao ni mmoja. Yani wakiwa katika wepesi wanatoa, na wakiwa katika uzito wanatoa. Wakiwa katika furaha wanatoa, wakiwa katika huzuni wanatoa. Wakiwa wanawasaa wanatoa, na wakiwa wana dhiki pia wanatoa. Na utoaji huu Sheikh, labda sio lazima uwe sharti pesa. Wanatoa tabia nzuri, tabasamu, msimamo wao katika hali zote imekuwa ni ule. Ndio, fakiri si aliokosa anachotoa, lakini fakiri ni aliokosa tabasamu, kumtabasamia mwingine au kuongea maneno mazuri atakaomtia furaha mwingine. Na wakati uwezo nao. Mashallah, huyo ndo fakiri wa kweli. Ndio. Subhana wa lakil quddus. Kwa hiyo hii ndo jambo la tatu ambalo kwamba tumeweza kuliongelea. Ama jambo la 4 ambalo kwamba iko katika neno excellence ni E, ambalo kwamba ina maana engage, yani tafaul wa indimaj, jumuika na watu wako. Yani wewe ukitaka kutoa athari katika jamii, ni lazima ujumuike na jamii. Hujaumbwa peke yako. Hujaumbwa peke yako, usiketi kando peke yako. Al-ihsan la yakunu fil uzla bal fil ikhtilat al-ijabi bin nas. Uzuri wako hautakuwa ukiwa peke yako, bali lazima ujumuike na watu. Hata Mtume kamsifu mtu ambaye anachanganyika na watu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo akasema katika hadithi yake, akasema almu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Mu'min bora ni yule ambaye kwamba anajumuika pamoja na watu na anasubiria maudhi ya watu
ni kuliko yule ambao kwamba hajumuiki na watu na hana subra na maudhi ya watu. Ni lazima wewe uvumilie na uwasubirie watu, kwa sababu haimaanishi kwamba wewe hakuna mtu ambao kwamba haujawahi mkwaza wala haujawahi muudhi na neno lako au matendo yako. Sasa kama vile unataka watu wakuvumilie na wakusubirie, na wewe pia uvumilie wasubirie. Wewe ukisema kwamba yule fulani hazoeleki, yule fulani hauwezi vumilia, jua na wewe kwa mwingine pia haujazoeleka wala hauvumiliki. Nimekumbuka moja katika hadithi Sheikh wetu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, almu'minu ilfun ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Naam. Muumini mwenye kuzoea na mwenye kuzoeleka, hana kheri ambaye siozoelewa wala siozoeleka. Asiozoeleka, kweli kabisa. Kabisa. Sasa ni lazima ujumuike na watu, wasubirie watu. Na mimi nilifurahi sana, kuna shekhe mmoja alikuwa kifasiri aya inasema, waashiruhunna bilma'ruf, na ishini na hao wake zenu kwa wema. Neno lake lifasiri ni zuri, akasema kuishi na mwanamke kwa wema si kujichunga usimuudhi, bali ni kuvumilia yake maudhi. Allah, Allah, Allah. Yani watu wengi wanaona kuishi na ahli au kuishi na familia bila kuudhi ndo wema. Da, wema huko katika kuvumilia maudhi yake. Huu ndo wema. Na tabia njema kule kusubiria maudhi ya wengine pia ni katika tabia njema. Kusubiria maudhi ya wengine billati ahsan pia ni katika tabia njema. Lakini ukikosa wewe kukusanyika na wao kwa sababu wana maudhi, hautaweza wabadilisha. Hatua ya kwanza ya kuweza kumbadilisha mtu ni kuwa karibu na yeye, ndio utaweza kumbadilisha. Lakini ukiwa mbali na yeye huwezi mbadilisha. Na tabia yako mzuri ambayo kwamba unamfanyia itakuwa na mchango mkubwa yeye kubadilika. Mbegu unaoizika ukalima ukaizika, leo na kesho hautaona mazao yake. Lazima uje uipalilie, lazima utie madawa, lazima uvumilie, baadaye utavuna. Na hivyo hivyo yule mtu ambaye kwamba anakuudhi, ukimsubiria kwa kumpalilia kwa muamala mzuri, matendo mazuri, kumwombea Mungu, lazima atakuja kutoa mazao na kubadilika. Na samahani Sheikh, nimekutisha maneno yako kheri. Nakumbuka moja katika maneno ya mashekhe wangu alikuwa anasema, alipokuwa anatuma nenda kawaidhi watu fulani, mimi kidogo kapata kama kaugumu fulani, sema wale Sheikh, sema nenda wewe angalau tie maneno yako mawili matatu. Atakuja mwingine atapandikiza, mwingine atatoa hili, hatima ya juhudi zenu wenyewe wengi zitawajenga wale. Kwa hiyo usikate tamaa kabisa. Ndio unatakiwa usikate tamaa na usilazimishe kuona natija ya kile ulichokifanya leo. Ndio usilazimishe kuona natija kile ulichokifanya. Allah haja tukalifisha kwa kutulipa kwake, lazima natija ipatikane. Innaka la tahdi man ahbabta, lakini wewe utapata malipo ukifanya hata kama hujaona natija. Sawa sawa, anaomba dua, nahnu nataabadu bidua. Ama natija kujibiwa au kutojibiwa ni yati shay'an thanawiyan ba'da ad-dua. Unapata thawabu kwanza kwa kuomba tu dua. Ndio. Na Allah amesema, wa kana sa'yukum mashkura, na bidii yenu ni yenye kushukuriwa. Sawa, bidii yenu imeleta natija, haijaleta natija, maadamu mmefanya, hilo ndio jukumu lako. Kuhusu natija kupatikana, hiyo ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Kun qariban minan nasi sharikuhum afrahahum wa ahzanahum, kuwa karibu na watu, shirikiana na wao kwa furaha zao na huzuni yao. Leo mtu anaona kwamba nikimpatia matumizi mke wangu imetosheleza, hana muda na yeye. Hakuna hata siku moja wametoka wakaenda wakala hata kama ni hoteli pamoja. Hakuna wametoka wakaenda wakaketi ufuoni pamoja, mahali ambapo kama ni stara yao pamoja. Yani akamwonyesha kwamba mke wake yuko na muda na yeye. Hakuna. Ndio yuweza mpatia pesa, yuweza mpatia gari, yuweza mpatia kila kitu, lakini
hizi vitu ambao kwamba ni maadia ukipeana inasaidia. Ndiyo. Lakini muda utakaokuwa nao badilishana naye maneno na fikra na mawazo ina athari kubwa kushinda pesa ambao kwamba itatolewa. Sio pesa, nipe upendo. Nipe upendo, usinipe pesa. Nionyeshe upendo. Manake unajua pesa kila mmoja anaweza mpa, lakini upendo amekuchagua wewe ndio umpe. Mmoja katika watu anasema watu wake walitia uzito kwenda katika janaza lake, kwa sababu ilikuwa tabia yake yeye ni kwamba anaposikia watu wake wamekufa, sababu ni tajiri, alikuwa akipeleka pesa hizi za matanga, hizi za sanda, hizi yeye hahudhurii. Ilipofika siku ya kufa yake akamwambia waache pesa zake zimzike. Alikuwa achanganyiki na watu. Hapo nazungumzia hilo swala, subhanallah. Kwa hiyo pale unapochanganyika na watu ndo unapata kuwajua watu. Na pindi ukiisha mjua mtu ndo unapata kujua unamwelekeza vipi yule mtu. Angalia, subhanallah, hakuna mtu ilikuwa anajua watu wake kumshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndo maana sahaba anakuja anamwambia ya Rasulullah usini, huyu anamwambia kula amantu billahi thumma istaqim. Akija mtu mwingine yotaka tena wasia kama mwenzake wa mwanzo, hamwambii kula amantu billahi thumma istaqim, hamwambia la taghdab. Kwa nini wote wamehitaji wasia na wote wamepewa wasia tofauti? Kwa sababu sote tuna maradhi, lakini maradhi yetu hayafanani. Na kutofanana maradhi haiwezi fanana dawa. Dawa lazima itakuwa tofauti kwa sababu maradhi yetu ni tofauti. Na hauwezi kutofautisha dawa mpaka uwe umejua tofauti ya maradhi. Diagnosis. Ndio. Sasa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ilikuwa anajua tatizo la huyu ni nini, ndio kula amantu billahi. Tatizo la huyu ni nini? Akamwambia la taghdab. Na hivi ndio inavyotakikana. Mimi kuna mtu juzi kaniambia yani nimpatie nasaha. Taka kwangu nasaha. Lakini baada kuwa kataka kwangu nasaha, kabla hapo kidogo imepita maneno kwamba wewe ni mtu umepinda, wewe ni mtu ni hivi, wewe ni mtu yani uangalia maslahi, maneno kama hayo yani. Kisha baada kuwa amesema hivyo, mimi nikamjibu vizuri. Kwa maneno mazuri, barakallahu fik, jazakallahu khaira. Mungu akuzidishie hirsi ya da'wa, na Mungu akujalie ni mwenye kutetea haki, na Mungu akujalie munadhila lilhaqi, akujalie uwe na thabat katika haki. Basi akaniambia ni nasihi. Mimi wakati wa kumpatia nasaha nikamwambia, nasaha yangu kwako, ukiwa unatafuta nasaha, hakikisha yule unamwambia kunasihi anakufahamu vizuri, ndo atakupatia nasaha itakao kusaidia. Allah. Nilipomwambia hivyo akaona kama si nasaha. Sheikh, mimi nakwambia unasihi, wanaambia nini? Nikamwambia ndo nasaha yangu kwa sababu mimi sikujui. Umenitumia tu message kwa WhatsApp, leo ndo siku ya kwanza. Mimi nakunasihi nini? Sasa kitu mzuri, tafuta anayekufahamu vizuri na unatarajia khairi kwake, kisha ndo mwambie ni nasihi. Na hapa ndipo natoa faida hii. Kakangu Sheikh Rashid, natoa faida hii. Watu watazamaji waisikilize kwa makini faida hii. Kuna msemo unasema ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Ni msemo mzuri, lakini wallahi zama tulizokuwa nazo tunajuta kwa watu tunawashauri. Kwa nini? Kwa sababu hatushauri mtu aliyetimiza masharti matatu. Ni lazima ukimshauri mtu yapatikane kwake masharti matatu. Sharti ya kwanza, yule unataka kwake ushauri, kwanza awe anakujua wewe unaitaka kwake ushauri. Faida ya pili, yule samahani Sheikh, tusimame hapo kidogo. Ajue nini kwake? Yani ajue hali yako, ajue tabia yako, ajue uhalisia wako, ajue maadili yako, ndo atajua atakupa ushauri gani. Yanaingia mahusiano yako na jamii, rafiki zako ni wa aina gani, harakati zako. Njia rahisi ya kumjua mtu ni njia tatu. Njia ya kwanza ni kupitia asli yake, wazazi wake. Walbaladu tayyib yakhruju nabatu biidhni rabbi walladhi khabatha la yakhruju illa nakida. Na njia ya pili ya kumjua mtu ni kupitia rafiki zake. Rafiki zake ndo utamjua. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi.
Njia ya tatu, utamjua mtu kupitia environment na bia ambayo kwamba yuko nayo. Mazingira ambayo kwamba yuko nayo yatakujulisha huyo mtu yukoje. Marafiki ambao kwamba yuko nao watakujulisha mtu yukoje. Wazazi ambao kwamba yuko nao watakujulisha mtu yukoje. Na pia njia nyingine rahisi ya kumjua mtu, wanasema kwamba nieleze matatizo yako, nitakujua wewe ni nani. Allahu Akbar. Yani wewe iko matatizo yako kila wakati magari, tutajua kwamba wewe ni injinia. Turudi katika mambo yetu matatu Sheikh. Sasa na kwanza tumesema mshauri mtu anayekujua. Mshauri mtu anayekujua. Pili, mshauri mtu mwenye hekima. Ambapo kwamba ana hikma, atakupatia suluhisho bora. Ndio. Sheikh, mtu mwenye akili yuatatua tatizo hata kama atapata tatizo. Lakini mwenye hekima yuatatua tatizo bila kupatikana tatizo. Umeelewa? Sana. Mwenye akili yuatatua tatizo hata kama kutapatikana tatizo. Subhanallah. Lakini mwenye hekima yutatua tatizo bila ya kupatikana tatizo. Hapa nakumbuka kisa kimoja. Jamaa mmoja anasafiri kwa ndege, ni mtu mtanashati, mtu mzuri. Sasa dada mmoja anamuona kwa ile ndege, akampiga mahesabu, ni mtu na pesa zake. Sasa akawa anafikiria namna gani ataweza kumshawishi mtu ampe hela. Waliposhuka ndege, yule dada akamwambia, bwana, mimi nataka unipatie kiwango fulani cha hela. Na usiponipa nitapiga fujo, nisema umeninyanyasa. Allahu Akbar. Na ni nchi ambapo kwamba maneno ya mwanamke hayahitaji uthibitisho. Moja kwa moja tu itachukuliwa. La ilaha illa Allah. Yule mtu akawa yomona msichana anaongea, huyu dada, lakini hata la yuiru laha ihtimam, yani amzingatii, hamjali. Wewe mimi nakuongelesha, yule hata shughuliki, nakuongelesha. Mwisho yule akachukua karatasi akamwandikia, akamwambia, mimi ni kiziwi, sisikii. Naomba uyaandike yale unayoyakusudia nijue unasema nini. Allahu Akbar. Yule mwanamke alipoona hivyo akachukua karatasi akaandika, naomba nipatie kiwango fulani cha hela, usiponipa nitapiga fujo. Na wewe utashikwa. Allahu Akbar. Baada kwa ile damu ya dada ameandika hivyo, yule mwanamume akaambia, haya sasa sikupi, na mimi ni wakili, na haya ulioandika ndio uthibitisho wa kujulisha kwamba wewe ni muongo. Sasa piga fujo, wakija mimi nitaonesha tu karatasi ndio hii. Allahu Akbar. Sasa gani ametatua tatizo kwa hikma bila ya kupatikana tatizo. Allahu Akbar. Naam, sana. Sasa lazima utafute mtu ambaye kwamba yuko na hikma. Naam. Na pia katika jambo hili nimekumbuka kisa kimoja kizuri ambapo kwamba bila shaka kwa watazamaji ambao kwamba wanapitia changamoto za maisha, wakikijua wataweza kufarijika. Kuna mzee mmoja, ilikuwa watu mara nyingi wanaenda kwake kushtakia matatizo yao ya kimaisha. Na yule mzee yuwa anasi wale watu, yuwa wapatia maneno ya busara, maneno ya faraja, watu wanafarijika. Maanake ni mzee mwenye hekima. Lakini mzee ikawa nafikiria watu nitawakomeza, nitawafanya vipi wakome, wasinikujie mimi, wakomae wenyewe. Kule kwetu kutokomeza ni kumpoteza mtu kwa kumwangamiza. Sasa nitafanya vipi wakome, wasije kwangu, ili wakomae na maisha wenyewe. Akawakusanya wale watu. Alipokusanya akamwambia, mimi nahitaji kuongea na nyinyi. Wale watu, kwa sababu ni mzee mwenye hekima na busara na mheshimu, akaja kukusanyika katika kaa. Yule mzee akawaongelesha, na wakati wa kuwaongelesha kwa akawatolea maneno yenye kuwachekesha na kuwafurahisha. Wale watu walicheka wote, wakafurahi. Baadaye akawasubirisha kama dakika 5, kisha akarudia maneno yale aliyosema mwanzo. Mwanzo alicheka wote na wakafurahika wote, lakini mara ya pili walicheka baadhi, wakafurahika baadhi, sio wote. Baada akawapumzisha tena dakika 5, akarudia tena maneno yale mara ya 3. Watu wote hawakucheka wala hawakufurahi. Sasa yule mzee akawauliza, kwa nini mwanzo mlicheka nyote, mara ya pili walicheka baadhi, mara ya 3 nyote hamjacheka? Wala akasema, tumezoea, tushazoea zamani. Umerudia yale tumezoea. Akasema, masikitiko kwa binadamu, jambo linalomfurahisha analizoea, na wala hafurahiki kila wakati kwa sababu ashazoea. Lakini jambo linalomhuzunisha halizoei, yuhuzunika kila wakati, analibeba kama furushi la dobi. Sasa lazima pia hii huzuni, kama kinachokufurahisha ukizoea, unabakia kwa uhalisia wako, na hii huzuni zoea, ubaki kwa uhalisia wako. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sasa kitu cha pili, mshauri ambaye kwamba yuko na hekima, na kitu cha tatu, mshauri ambaye kwamba
lile jambo unalotaka ushauri analifahamu vizuri. Usikuje kwa Sheikh Rashid Al-Shukairi unataka kupatia ushauri ni kamera ipi ambayo kama ni mzuri ninunue, au ni gari lipi ambalo kama ni mzuri ninunue. Lazima ujiulize kwamba huyu Sheikh Rashid Al-Shukairi, hii ni majali yake, ni fani yake, ndio mwambie nipatie ushauri. Kweli kabisa. Sasa kitu cha kwanza, mshauri anayekujua. Kitu cha pili, mshauri aliyekuwa na hekima. Kitu cha tatu, mshauri yule ambao kwamba lile jambo unalihitaji ushauri analifahamu vizuri. Usiende kwa kapera alafu mwambie ni shauri mambo ya ndoa. Mtu aje oa alafu anakupa ushauri wa mambo ya ndoa. Mambo ya ndoa hayajulikani tu kwa vitabu, mengine hayajulikana kwa uhalisia. Sasa hili tumeliona Sheikh kabla, tumeisoma vizuri ibada nzima ya hija vitabuni, ndio, na baadhi ya watu wakatudhania kwamba vyema, tukaanza kutuuliza, hatukuweza kujibu vizuri mpaka tumeenda hija. Mashaallah, kwa sababu umeishi manasiki, umeshaijua uhalisia wake hapa hivi. Hata tulipokuwa tunauliza baada ya hapo, iko mambo unaweza kujibu vizuri zaidi kuliko kama vile unaona. Bila shaka, ndio nafikiri ndana hilo jambo lako. Mashaallah. Haya, kwa hilo ni jambo la 4, engage. Ni lazima uingiane na watu ndo ujue namna kuamiliana na wao na namna kuwarekebisha wao. Lakini jambo la 5 ni L. Na katika excellence kuna L mbili. L ya kwanza inamaanisha love what you do and who you do it for. Penda kile unachofanya na yule unayemfanyia. Lazima upende unachofanya na yule unayemfanyia. Na ili wewe upende unachofanya, mwanzo ukimpenda unayemfanyia, utapenda unachofanya. Ukimpenda Allah jalla jalaluhu, utapenda unachofanya. bila shaka. Pamoja na kuwa jambo lolote utakalofanya kwa ajili ya Allah, faida yake inarudi kwako, wala iendi kwa Allah. Bila shaka. Al-Ghani jalla jalaluhu. Na jambo lolote utakaloacha kwa ajili ya Allah, faida yake inakuja kwako, wala iendi kwa Allah kabisa. Kuacha kwa kile alichokukataza Allah, ni wewe ndo unasalimika na madhara. Na kufanya kile anachotaka Allah, ni wewe unafaidika. Hakuna chochote anayefaidika Allah. Ndo Allah anasema katika Qur'an, in takfuru antum wa man fil ardi jamia fa inna Allaha ghaniyyun hamid. In takfuru fala yarda liibadihi alkufr wa in tashkuru yardahu lakum. Mukikufuru Allah aridhiki nyinyi mkikufuru, lakini haimdhuru chochote. Lakini mkishukuru, hilo ndo jambo Allah analiridhia, lakini pia halimfaidishi chochote. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa man yabkhal fa inma yabkhal an nafsi. Ndio hiyo inarudi kwako. Wa man jahada fa inma yujahidu li nafsi. Yote utakaofanya ni wewe ndo mwenye kufaidika na wewe ndo mwenye kudhurika. Kwa hiyo ni lazima umpende yule unayemfanyia, ndo utapenda kile unachofanya. Mzazi wako ukimpenda, basi utapenda kumfanyia mazuri kwa sababu unampenda. Bila shaka. Sasa kwanza penda kile unachofanya na mpende yule unayemfanyia. Ahibba ma ta'mal wali man ta'mal. Penda kile unachofanya na yule unayemfanyia. Hina yakunu al-amalu bidafi al-hubbi yatahawalu ila ihsan. Pindi unapofanya kwa kusukumwa na mapenzi, itakufikisha katika إحسان. وهذا يدعونا هنا الشيخ عفوا يعني إلى نقطة مهمة جدا. نعم. يكون يعني أن نعبد الله تعالى حبا لا تكلفا. Ndio. Yani nenda msikitini kwa unapenda ibada. Nenda kutoa sadaka kwa unapenda ile amali kwa ajili ya Allah. Hapo utaisi hata ladha ibada. Ndio. Ukifanya kitu chochote unachopenda hautaabiki. Lakini ukifanya kitu chochote kama jukumu utataabika. Ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda ibada ya swala. Ndio maana anasimama mpaka miguu inafura. Allah. Kwa sababu anapenda. Lakini sisi kwa sababu tunatekeleza ni kama majukumu, ndio maana ikipita muda tunaona kwamba imamu karefusha. Arihna minha wa arihna biha. Arihna minha wa arihna biha. Naam, hakan. Ni kweli kabisa hivyo. Kwa hiyo ukiwa wewe utafanya jambo kwa kusukumwa na mapenzi, itabadilika lile jambo iwe ni ihsan ambayo kwamba unaifanya na utaacha. Hapa natoa faida hii kakangu Sheikh Rashid. Kumfanyia mazuri unayempenda ili akupende ni kujidhalilisha. Lakini kumfanyia mazuri
unayempenda kwa kuwa unampenda ni jambo zuri. Narudia tena sana. Kumfanyia mazuri unayempenda ili akupende, unajidhalilisha na kusudia kwa binadamu. Lakini kumfanyia mazuri au kumfanyia mtu anachokipenda kwa kuwa wewe wampenda, haya ni mapenzi ya kweli. Kumfanyia mtu anachokipenda ili akupende ni kujidhalilisha. Lakini kumfanyia mtu anachokipenda kwa kuwa wewe wampenda, haya ni mapenzi ya kweli. Sasa mfanyie mtu anachokipenda kwa kuwa wewe wampenda, lakini usimfanyie mtu anachokipenda ili akupende, kwa sababu utajidhalilisha na mwisho wa kuisha atasema mwangalie huyu yajipendekeza kiherehere tu, na huenda akatumia fursa hiyo kukudhalilisha. Kwa maana gani? Leo kanifanya hivi, kesho nitamwacha anifanyie kile na kile na kile, ili kwa ile iwe udhalilifu endelevu. Udhalilifu kabisa. Kwa hiyo ni lazima wewe upende unachofanya na umpende unayemfanyia. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, na fanya mazuri kama vile Allah alivyokufanyia mazuri. Anasema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu, thamani ya kila mtu ni kwa kile kizuri anachokifanya mtu mwenyewe. Pale unapofanya jambo zuri, faida ya yale mazuri unayofanya haendi kwa yule unayemfanyia, bali yatarudi kwako wewe uliyefanya, kwa kuwa ndio itapatikana thamani yako kwa mazuri yale uliyoyafanya. Penda kuwa ni sababu ya wengine kupata furaha, usipende kuwa ni sababu ya wengine kupata huzuni au karaha. Wewe pale unapomfurahisha mwingine na akainusha mikono kukuombea Mungu, inakuwa ni faida kubwa kwako kuliko uwe ni sababu ya kumhuzunisha mwingine na akaona hakuna mwingine wa kumtetea katika huzuni uliompa zaidi yule ambao kombe yuko juu ya viumbe wote, Allah tabaraka wa taala. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ametoa malafa ya kesi yake katika viumbe akaipeleka kwa Muumba ambao kwamba ni mweza wa kila kitu. La ilaha illa Allah. Sasa ni lazima upende unachofanya na uwapende wale ambao kwamba unawafanyia. Hili ni jambo la 5. Tupo katika L ya pili hapo. L ya pili sasa tunaingia. Ni lazima uwe na limitations. Limitation, i'rif hududaka wa ra'iha. Ni lazima ujue mipaka yako na uchunge mipaka yako. Nilipenda sana Sheikh wangu tunaandaa kipindi mfano wa magilasi. Labda hapa ndo pahala pake. Naam, pale pake. Glasi zikiwekwa pamoja katika ulba, tuchukue tu ulba kwanza, zikiwekwa mahali pamoja, moja kwa moja zitagongana, zivunjike. Lakini kwa nini ukienda kununua katika maduka zimewekwa katika boksi na hazivunjiki? Kwa sababu tu moja, hakuna glasi inavuka mipaka ya mwingine. Ndo pale ukinunua utaona katikati zimetoa boksi huku boksi huku boksi, kila glasi iko katika mipaka yake. Sasa kuonyesha kwamba hii mipaka iko, ikikosa kuvuka mpaka wa mwingine, basi zinaweza kuishi pamoja na zisivunjike. Na hii ndo maisha ambayo kwamba tunaishi nayo. Pindi wewe unapojua mipaka yako ni gani, mzazi anajua mipaka yake ni gani, mke anajua mipaka yake ni gani, jirani anajua mipaka yake ni gani, ndugu anajua mipaka yake ni gani, kila mmoja ataishi na amani na mwingine, barjan wa salama. Lakini huyu avuke mipaka mwingine na huyu avuke mipaka mwingine, ufisadi utapatikana. Na pale inapovukwa mipaka ndo dhulma inapatikana, na dhulma ikipatikana ndo ufisadi unatapakaa zaidi. Nilifurahika sana mmoja katika maamiri wa khilafa ya Umar ibn Abdul Aziz, akamwambia Umar ibn Abdul Aziz, niruhusie nijenge ngome itakaonihami na kunikinga. Akamwambia la, akaambia kitu chochote kitakachokuhami ni wewe kuwa mwadilifu kwa raia wako, wala usimdhulumu yoyote. Hii ndo njia pekee na ngome pekee itakayokuhami. Wanakuja watu kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, wana man fikum Muhammad, hawajui kati ya wale ni nani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa naona ameunganika na watu mpaka hawamtambui ni nani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabisa. Na ameishi na wao kwa uadilifu na bila kumdhulumu yoyote, ndo akaishi kwa amani na akawa karibu na wao zaidi. Almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi.
Na Muislamu ni yule ambao kwamba Waislamu wenzake wamesalimika kwa ndimi yake na kwa mkono wake. Na hili pia mimi nimeliona hapa Omani. Nilipoingia pale airport nimeona hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau anna ahla Omani ataita ma sabuka wala shatamuka wala dharabuka yani ukiwakujia watu wa Omani hawakutukani wala hawakupigi. Hakutakana hawakupigi. Mtu anayekutukana lazima aamiliane na wewe, na mtu atakayekupiga lazima awe ameamiliana na wewe. Hawezi keti barabarani mtu yoyote anayepita anamtukana tu kabisa. Umeamiliana naye ndo akakutukana. Ndio. Kwa hiyo Mtume aliposema ukiwakujia hawatakutukana wala hawatakupiga, imejulisha utapata salama ya ndimi zao na salama matendo yao kabisa. Nasallallahu an yakun minhum ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Imejulisha kwamba wao ni watu wasiopenda vurugu, wasiopenda utesi, wasiopenda kugombana, na imejulisha kwamba ni sehemu ambapo kwamba kuna amani. Alhamdulillah. Mimi hapa nikiangalia sehemu ninaolala, nikiamka asubuhi naona yale magari yaliyokuwa nje vile ni magari kule kwetu yatembezwa na viongozi. Nasema haya ingekuwa kwa kule kwetu nje nadhani wenyewe wakiamka wangepata hata magurudumu hamna gari. Sasa alhamdulillah kuna amani, kuna utulivu na kuna kheri, alhamdu wal minna. Kwa hiyo lazima kuwe na limitation, lazima kuwe na mipaka na kuwe na kiwango. Kila kitu kikipitiliza kiwango kinakuwa na sura mbaya. Kila kitu kipitisha kiwango kinakuwa na sura mbaya. Hasa tunakusudia vitu vinahusiana na viumbe na binadamu. Kipitisha mfano, alama ya mwanamke kukupenda ni wivu. Lakini wivu uliopitisha mipaka inakuwa ni mateso kwa mume, wala si upendo. Alghiratul qatila. Kwa hiyo kila kitu lazima kiwe na mipaka yake, lazima kiwe na haddi yake, na wewe lazima uwe na mipaka yako. Ndio ukaona Nabii Allah Khidr alayhi salatu wassalam alipokuja Musa kutaka kusoma kwake, kwanza alimwambia mipaka yangu ni gani? Usiniulize chochote ninachofanya. Uwe na principles zako, uwe na protocol zako. Yani mtu akijua mipaka yako hataweza gombana na wewe. Ndio ukaona moja kwa moja Khidr alipomwambia tosha, saa hizi ushavuka mipaka yangu mara 3, hadha firaku baina wa bainak. Haikuwa ni ugomvi, yule anajiona, yule anajisikia, yule ana nini. Mwanzo alishamwambia mipaka yangu ni hii. Alam aqul lak innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Alijua, lakini alipovuka mara kwanza, mara pili, mara 3, alipoamua basi hapa tunatengana, hakupatikana ugomvi. Manake mipaka yeye mwenyewe ameona sharti amezikeuka. Sasa ni lazima wewe uwe na limitation na ujue mipaka yako ni gani. Na ule mzazi, na hapa pia wazazi lazima wajue, pale unapokuwa binti yako umeshamuozesha, huyo sahi ni mke wa mtu. Usimchukulie tena kama binti yako, muda wote utamwambia toka, kuja, nenda. Sio wako tena. Lazima uwe na mipaka. Ukiwa unamhitajia, ni lazima yule uliomkabidhi uko chini ya himaya yake umweleze, naomba nimpate binti yangu hivi na vile. Na yule naye ahisi kwamba umethamini mipaka yake. Lakini pale inapokosekana kila mmoja kuchunga mipaka yake, ndo nyumba nyingi zimevunjika. Watu wamekosana, vurugu zimepatikana. Hii ni lazima kila mmoja aifahamu na ajue mipaka yangu ni yapi. Mipaka ya mtoto kwa mzazi wake ni yapi, ni mipaka ya mzazi kwa mtoto wake ni yapi, mipaka yako na ndugu zako ni yapi. Na hapo mtaishi kwa amani na utulivu. Jazakallah khair. Barakallah. Anasema Ibn Taymiyyah, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna li nafsika alayka haq. Nafsi yako pia iko na haki. Usinyime haki yake. Ndio ujue na mipaka yako. Ndio ukaona wale masahaba 3 walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja akasema mimi silale usiku, nitakesha nikifanya ibada. Mwingine akasema mimi sioe wanawake. Na mwingine akasema mimi sili, nitakuwa nikifunga kila siku. Ni jambo kwa taswira na picha inaonyesha uchamungu zaidi kwa hawa watu. Lakini limevuka mipaka na mmevuka kiwango. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi na mcha Mungu zaidi yenu. Lakini naoa, nakula, nalala, yote nafanya. Kwa hiyo kila kitu kieko kwa mipaka yake, kisivuke mipaka
haribu zaidi. Ndo ukaona wale ambao kwamba pia si Waislamu wameweza kuvuka mipaka kwa lengo la kutukuza na kwa malengo ya kupenda, ndo maana wakafikia kusema huyu ni mtoto wa Mungu, huyu ni Mungu, huyu ni vile. Hii yote ni kwa sababu mipaka imepita. Si ati nia yao ni mbaya, ni mzuri. Si ati hawana mapenzi, wana mapenzi, lakini mipaka na kiwango ilipopita ilileta uharibifu badala ya kutengeza zaidi. Al-ihsan la yani inhaku nafs. Ile uzuri wako haimaanishi kuitokomeza nafsi yako, kuiangamiza nafsi yako. Allah tabaraka wa taala asema fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Kuamrisheni, fanyeni kadri mnaoweza. Wanasema kuwa mshumaa shekhe unaungua ili wanawiri watu. Hapa nafikiri labda wanakusudia mtu uhilikike ili wewe unawarisha wengine, labda ili ungelezungumzia hapa shekhe. La, yani hakuna njia wewe unaweza pata madhara wengine wakafaidika. Kule kuwafaidisha wengine wewe bado unafaidika zaidi. Na ukisema kwamba kuwa mshumaa wengine wafaidike, mimi naona kidogo hapo mfano uko na kasoro kwa upande mwingine, kwa sababu inamaanisha kwamba wema wako itakuwa unakuumiza zaidi wewe. Na inamaanisha na sisi tunatakana tufanye wema ifaidishe jamii, lakini isikuumize wewe. Wala tabsutha kulla albasti fataquda madmuma makhdhula maluma mahsura. Yani hata Allah tabaraka wa taala sema usitoe tu ukatoa kila kitu kisha wewe ndo ukahasirika ukaambagia katika lawama. Lazima kila kitu kina hudud na kina mipaka. Ndio anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, an-nafsu in lam tushghil bil haqqi shaghalatka bil batil. Nafsi ukikosa kushughulisha na haki itakushughulisha na batil. Kwa hiyo wewe shughulisha nafsi yako kufanya yale ambayo kwamba ni mazuri. Ukiacha bila mipaka yoyote itakushughulisha na batil. Ndugu yangu kakangu Sheikh Rashid, kitu gani kinawafanya watu barabarani wafate nidhamu za barabara? Kuogopa uhalifu. Lakini kando na hivyo uhalifu kila mahali imewekwa signboard. Hapa ufai kukona kulia, hapa ufai kupiga U-turn, hapa ufai kusimama, taa ikiwaka nyekundu ufai kupita, amewekewa signboard. Na hayo ndo maisha. Ili mtu asiweze kukosea katika maendeleo ya maisha yenu, ni lazima ajue mipaka yako. Kama vile barabara imewekwa signboard, imewekwa kila kitu na watu ndo wanafuata nidhamu, na wewe kuwa na hizi vitu kwa maisha yako. Umwekee mtu signboard, alama hii, alama hii, alama hii, asivuke. Hata nyumbani kwako pia unaweka zile alama, watoto wajue nikifika hapa yafaa nifanye nini, nikifika pale yafanye. Hii ni katika tarbia kulea watoto. Lakini isiyo barabara iko na nidhamu kwa sababu imewekwa signboard, lakini nyumbani kwako kuna nidhamu yoyote. Wale wanaendesha barabarani ni watu wazima wamekomaa, lakini kwa nini imewekwa hizo signboard? Ili nidhamu ipatikane. Basi ni aula zaidi kwa watoto wetu wapate nidhamu kwa kupitia hizo signboard katika majumba yetu. Sasa hizi hudud zikibainika, ndo mtu anajichunga asipate kuzivuka. Mtu alipojua vitu vinavyotengua udhu, ndo alijua ni namna gani atahifadhi udhu wake. Mtu alipojua vitu vinavyotengua na kuharibu saumu, amejua ni namna gani atahifadhi saumu yake. Na mtu akijua ni vitu gani wewe vinakukwaza, na hapo itakuwa amevuka mipaka yake, atajua ni vipi atahifadhi mahusiano yenu yasiharibike. Ndio. Nadhani mbele sana Sheikh, sana. Asema i'mal lakin bitawazun, a'ti lakin bihikma. Fanya lakini kwa vipimo, na peana lakini kwa hekima na busara. Ndio ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hekima yake na busara yake, alipo katika ghazwa Tabuk, kama ni ghazwa gani nimesahau hiyo, alipopata zile ngawira alipeana kwa hekima. Amewapatia watu wa Makka na akawaacha watu wa Madina.
Kwa vipimo vya watu wa Madina wakaona hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kapendelea watu wake. Sasa yeye kumbe yopeana kwa hikma, wale ilikuwa ni muallafati alqulub, ni wageni katika Uislamu, lazima wapatie kitu kitakachowavutia zaidi, wazame zaidi katika Uislamu. Mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, enyi maashara al-ansar, hivi nyinyi amuridhiki watu waende na mali na nyinyi murudi na Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina? Je, hiyo mali yote niliowapatia inashinda thamani ya nyinyi kunipata mimi? Subhana Malik al-Quddus. Sasa hii ndo amepeana kwa hikma, amempatia mtu wakati yajua huyu ni simpi kwa kuwa ni muhtaji, lakini naompa kuna lengo lengine muhimu zaidi nataka alifikie na alipate. Na lengo hilo njia ya yeye kulifikia ni mimi nimpe. Kwa hiyo unapeana kwa hikma na busara. Unapeana, unajua yule ambaye kama nampatia hii itamfikisha pazuri, haimpeleki pabaya. Hii ndo jambo ambalo kwamba ni la 6 ama la 7. Lakini tukienda mbele kwa kalima nyingine, excellence, shamaliza L2 limitation, ambao kwamba inafuata ni E, ambao kwamba inasema engage again, kun qariban wala tabhath anil a'dhar, kuwa karibu wala usiwe ni mwenye kutafuta udhuru kila wakati. Kutoa udhuru bila sababu ya wewe kutoa udhuru ni alama ya kuonesha wewe ni dhaifu. Ni alama ya kuonesha wewe ni dhaifu. Si kila kitu lazima ubainishe udhuru. Kuna pale kwamba ni muhimu wewe ubainishe udhuru, na kuna pale kwamba si muhimu. Hasa katika malezi, watoto unatakiwa uwalee kwa kuwakinaisha wala sio kuwalazimisha. Kuwakinaisha bimaana pale unapomwambia fanya hichi, mweleze sababu kwa nini nifanye, aone faida ya kufanya. Pale unapomkataza usifanye hii, mweleze sababu kwa nini sifanye, aone madhara yeye akifanya. La taksus ru'yaka ala ikhwati, kwa nini fakidu laka kaida. Na ili mtoto asieke uadui na ndugu zake, mwisho akasema inna shaytana lilinsani aduwwun mubin, kwamba hadhihi almakida anayechangia zije kupitia ndugu zako ni ushetani. La tushiriki billah, kwa nini la ushiriki billah, inna shirka la dhulmun adhim. Hivi ndo hata mzazi unatakana ulee watoto wako kwa kuwakinaisha, sio kuwalazimisha. Bainisha kwa nini afanye hivi. Alipobainisha Allah kwa nini tuwatende mema wazazi wawili, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, kwa nini hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahr. Kuna mengi wametufanyia, lakini ya msingi ambao tukubali haya yote lazima wazazi wetu wametufanyia. Allah amebainisha. Kwa hiyo wewe kuna mahali unafaa ubainishe udhuru, kuna mahali ufai kubainisha udhuru. Anasema المحسن لا يبتعد عند أول مشكلة ولا يختفي عند أول خلاف. ما شاء الله. Mtu mzuri haketi mbali moja kwa moja ikitokea tatizo, wala yeye hajifichi pindi itakapotoleka kupatikana khilafu. Huyu ndo mtu mzuri. Na hapa ndipo tunapata kujua kwamba marafiki wanasema wako aina 3. Kuna rafiki ni sawasawa na majani ya mti, kuna rafiki ni sawasawa na matawi ya mti, kuna rafiki ni sawasawa na mzizi wa mti. Allahu akbar. Rafiki sawasawa na majani ya mti, huyo anabadilika kulingana na hali ya weather inavyobadilika. Kauka nini? Jua likiwa kali, baada ya kuwa kijani litakuwa, baada ya kuwa kibichi itakuwa rangi ya safra, litakuwa yellow, alafu litaharibika. Hali ya weather ikibadilika na yeye yubadilika. Na pili ni sawasawa na tawi. Tawi hauwezi tegemea pindi unapoamka anguka katika mti ukasema nitashikilia tawi nisianguke. Ukilishikilia utaanguka wewe na hilo tawi, nyote mtaanguka. Hawa ni marafiki aina ya pili. Lakini aina ya 3 ni rafiki sawasawa na mzizi wa mti. Upepo hata mkali vipi, mzizi utaudhibiti ule mti katika ardhi. Sasa hawa ndo watu wazuri ambao kwamba tunawahitajia. Si watu ambao kwamba wanabadilika tu ikipatikana ugomvi, ikipatikana mushkila. Wallahi yule ambao kwamba unampenda, si kila wakati
uwe umemkosea ndo umwambie samahani. Mara nyingine yeye amekukosea na wewe ndo unamwambia samahani. Allah. Kwa sababu mapenzi yenu yana thamani kuliko kutofautiana kwenu au kugombana kwenu na kutengana kwenu. Sana. Nadhani nimefahamika hapo Vizuri sana. Kwa hiyo ndo maana Allah tabaraka wa taala katika Qur'an sema idfa billati hi ahsan, Ndio. ondosha lile ambalo kwamba ni baya umefanyiwa kupitia zuri. Si lazima yani yule anayekufanyia mabaya wewe useme bwana kupitia mabaya haya. Kuna watu wengine huwa wanakutafutia sababu ili wakutenge. Na mtu anayetafuta sababu aweze kosa sababu lazima ataipata. Na debe ambalo kwamba limejazwa taka ndani, ukienda kulifungua ili uangalie ndani kuna nini, ni lazima utapata harufu mbaya, bila shaka, si ndio? Lakini ukiwa umeliwacha utaisikia harufu mbaya kweli, usikia harufu mbaya. Sasa hakuna ambaye kwamba hana mapungufu, hakuna ambaye kwamba hana makosa. Turidu mubarra'an min kulli aibin wa hal narun tafuhu bila dukhani. Unamtafuta mtu ambaye kwamba hana kasoro. Je, moto unaweza waka ndani yake kukosekana moshi? Haiwezi kosekana. Lakini pamoja na kuwa moshi ni kitu si kizuri, ni kibaya, lakini mara nyingine afadhali moshi unapata ndani yake harufu nzuri. Kwa sababu ule udi ukichomeka unatoa moshi na inakuwa na harufu nzuri. Au mshikaki shekhi, au mshikaki unakuwa na moshi lakini unapata harufu ya kutia pressure ya njaa. Ile harufu inakufanya njaa inazidi kutokota vizuri. Sasa anasema ahadul hukama al-alaqat la tanjahu bil kamal bal bisabri. Mahusiano hayafaulu kwa kukamilika kwa mwingine au nyote, bali yanapatikana kwa subra, kwa kuvumiliana. Kunao dada mmoja aliwahi kwenda kwa saidalia pharmacy, ndio akamwambia mimi nataka dawa, nina mamake mume wangu ananikwaza sana. Hamatiha, mamake mume wangu ananikwaza sana, sasa naomba nipe dawa nimmalize, nimuulie mbali. Inna lillah. Sasa yule mwenye kusaidalia ni mtu ambaye kwamba ana akili, akamwambia la, si vizuri, vumilia, usifanye hivyo nini na nini. Sasa akampata hiya musirra, yeye ambaye kana msimamo wake mimi nataka nimuue. Akasema huyu nikimkatalia ataenda saidalia nyingine apewe dawa ya kumuua. Ndio. Sasa basi akaamua basi amsaidie. Akamwambia bwana, chukua hii dawa, hii itamuua mamake mume wako. Lakini wajua, kwa sababu nyinyi hamuna muamala mzuri, akifa kwa haraka tuhuma moja kwa moja kwako zitakuja. Ndio. Sasa mimi nakupatia hii dawa, hii dawa haitamuua kwa haraka, itamuua taratibu, kana kwamba hujamuua. Na kwa muda hiyo taratibu yeye kufa, ni lazima wewe ubadilishe muamala wako na mamake bwanako. Amiliana naye vizuri. Wakati wa kula muulize, wataka kula mshikaki, wataka kula kuku, wataka kula nyama, wataka kula nini? Alafu kile chakula anachompikia hakikisha unadondosha matone 5 kwa hicho chakula, matone 3 kwa hicho chakula. Hii dawa unadondosha hapo matone 3. Yeye akila tafurahika nini, lakini hii dawa itakapoisha basi takuwa hana muda tena wa yeye kufa. Akasema basi hapo umenipa hila nzuri, nitaitumia ili sipate kutuhumiwa mimi, si ndio? Basi akaenda kwa familia na mamake bwanake vizuri. Vipi hali mama, ujambo, nikupikie nini? Usubuhi mapema ashamwandalia, kesho anamdekeza, anamwangalia vizuri, na ile dawa anamtilia tu polepole, anamtilia akijua huyu nampatia muda tu. Siku zimesonga, kitambo ile dawa iishe. Mara baada ya muda amekuja kwa pharmacy pale saidalia, amwambia bwana, samahani, naomba sasa unipatie dawa itakaobatilisha ile dawa niliyompa mwanzo. Allahu akbar. Kwa sababu sasa mke wangu mimi nampenda sana. Ni mtu mzuri sana. Allah. Yule jamaa chemist akamwambia, samahani, ile dawa ilikuwa ni sumu kwa sababu akilini mwako umejenga wataka sumu. Lakini asli ile dawa ilikuwa ni appetizer ya kumpatia hamu mzazi wako ale. Allahu akbar. Sasa hapa akamfundisha, akamwambia kule kusubiria maudhi ya mtu pia ni katika tabia nzuri. Angalia wambadilisha muamala ukawa mzuri, moja kwa moja mapenzi yakapatikana, na yule aliyekuwa akimchukia akawa ni mwenye kumpenda. Sasa hii ndio kitu muhimu ambao kwamba inatakikana kuwa karibu na watu,
eleza watu kwa maneno mazuri. Usio kila wakati unatoa udhuru, mimi kazi zimenibana, mimi hivi, mimi vile. La, tenga muda na wewe karibu na wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweza kuwarekebisha masahaba, kuwaelekeza masahaba, kwa sababu ilikuwa na muda na wao, ana ukaribu na wao. Mpaka anapita namwona pia mtoto ameketa na huzunika, ameshika ndege wake yani nadhani ni Umair, anamwambia Umair, madha faala an-Nughair. Madha faala an-Nughair, akimuulizia kuhusu ile ndege wake anaitwa Nughair. Mkijana anakuja kwake anamwambia Rasulullah, idhan li bizina, niruhusie mimi nizini. Ni nani katika mashekhe sahi kijana yote atapata busara mwambie naomba niruhusu nizini? Pamoja na ubora wake, pamoja na ukubwa wake, pamoja na thamani yake, alikuwa utukufu wake, alikuwa na ukaribu kiasi gani na watu wake, mpaka kijana anakuja na ujasiri kumwambia niruhusu nizini. Lakini hivyo hivyo akampatia maelekezo mazuri, akampatia malezi mazuri, akampatia ufahamu mzuri. Kila alichokujia ametoka akikuchukia, ametoka akikuchukia. Kwa hiyo jambo lingine ni engage, yani uwe karibu na watu, wala usiwe ni mwenye kutoa udhuru sana. Ama naona hapa nibakia pointi 3. Ama jambo ya mwisho ya 7, anasema never give up on people. Excellence. Kuna NCE. N inasema never give up on people. La tayas minan nas. Labda kwamba Sheikh fanya muktasari hizo 3 zilizobaki kwa sababu ya wakati. Sawa inshallah. La tayas minan nas. Kullu insan qabilun litaghyir. Usiwakatie tamaa watu. Watu wote wana kubali mabadiliko. Nakumbuka mzee mmoja alikuwa katika uzee kongwe kabisa. Alikuwa na ile saa ya mchanga ile kugeuza hivi na hivi. Siku moja amekaa anatafakari, akaigeuza saa juu chini kwa mchanga umejaa chini. Kugeuza kaona mchanga ule hapa akapata haki makazinduliwa na Mwenyezi Mungu. Sema kama ilivyoanza hii saa na mimi naweza kuanza bila kujali umri wangu ni mkubwa au sio mkubwa. Ndio maana wakati huu unaweza pia wewe mtazamaji kuanza. Ndio. Wakati huu unaweza kuanza, na kubadilika kwako ni maamuzi yako. Bila shaka. Ukiamua kubadilika, utabadilika. Kila mtu anakubali kubadilika. Na Imam Shafi anasema man dhanna anna an-nasa halka fa huwa ahlaku. La ilaha illa Allah. Anayedhania kwamba watu wameangamia na hawezi badilika, basi yeye ndo wa kwanza kuangamia zaidi kuliko watu. Sasa usiokatie tamaa watu. Allah mwenyewe amwambia la taqnatu min rahmatillah, la tayasu min ruhillah, la tayasu min ruhillah. Usiokatie tamaa. Ikiwa yule ambao kwamba amesema ana rabbukumul a'la, Allah tabaraka wa taala anamwambia Musa, nenda ukamlinganie, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Amekuwa na matarajio na yeye. Kwa nini wewe ukatie tamaa watu uone hawabadiliki, uone hawachange? La tahkum ala an-nas min aswa lahadhatihim. Usiwahukumu watu kwa jambo baya ambalo kwamba limetokea kwao. Masahaba walizika watoto hai wakiwa hai. Leo mwingine ni makhulafa ar-rashidin leo. Allah radiyallahu anhum ardahum. Kwa hiyo usi give up, usivunjike moyo. Ndio. Wewe unapoharibikiwa, mambo yasipoenda vizuri, wewe kuwa na matumaini maadamu bado uko hai. Mimi mara nyingi nasema maadamu bado uko hai usiseme sijajaliwa. Sema muda haujafika. Siku ile utakufa ndio utagundua hujajaliwa. Kabisa. Nabii Allah Ibrahim amepewa mtoto alayhi salatu wasalam akiwa na miaka 83. Allah. Sasa huyu ni mjukuu ama ni mtoto? Ni mtoto. Na hatuwezi kusema nabii, bali juzi hapa imetangazwa mitandaoni kuna mtu amepata mtoto wa pili baada ya miaka 60 ya ndoa. Ina maana mtoto wa kwanza alipatikana miaka 60 iliyopita, kaja kumpata wa pili ukongweni. Allah ni mweza kila kitu. Kwa hiyo usi give up wala usikate tamaa na yoyote. Si ambao kwamba ni spelling ya 9 wanasema creative. Kuwa ni mtu mubdi, nishati, mbunifu. Al-ihsan yahtaju ila aqli mubdi la aqli makr. Uzuri unahitaji akili yenye kubuni, si akili yenye vitimbi. Kuwa ni mbunifu, ujue mimi nafanyaje nilete mabadiliko. Kama hapa nimekuja alhamdulillah studio Istiqama,
ni sehemu nimeketi, lakini mambo kwa ubunifu uliopatikana hapa, kuna studio 3 kwa sehemu moja. Allah, naam. Hii ndio ubunifu unaotakikana. Ukifanya ihsan, kuwa ni mbunifu, unafanya kitu ambapo kwamba unafanya ubunifu, atafkir kharij as-sanduq wanasema, kufikiria nje ya box, ndio nje ya sanduku. Anasema jid turukan jadida lifili alkhair wa asalib mukhtalifa litathiri, pata njia mpya ya kufanya kheri na njia tofauti ya kuleta athari katika ile kheri. Allahu akbar. Ndio ukaona hawa maadui zetu kila siku wanatafuta njia tofauti ya kuvunja Uislamu. Na sisi lazima tufikirie njia tofauti ya kuleta athari ya Uislamu na kuleta nashati za Kiislamu. Sasa ni ibdaa ambao kama inatakikana. Wao wanafanya ibdaa ya kutupoteza sisi kwa malengo yetu, na sisi kutuwafanya ibdaa ya kutumia malengo yao kutufikisha sisi kwa malengo yetu yenye kheri zaidi. Labda harufu ya mwisho kwa sababu wakati. Ndio maana leo imekuja kanati ya Istiqama, inatumika kwa mitandao nini. Wao wamefanya hiyo ibdaa, lakini ibdaa zaidi kwenu mumeleta sahi, watu wanajua mengi kheri kupitia kanati hii. Alhamdulillah. Allah abariki. Amin. Mwisho kabisa anasema encouraging, kun mushajjian wa qudwa, kushajiishana, kuwa wewe ni mwenye kushajiisha watu. Alkalimatu tayyiba sadaqa, man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ilihi. Wewe kuwa lile unaloongea, lile unalofanya, unamfanya mwingine atamani kusema kama wewe, atamani kufanya unayofanya wewe. Kuwa ni kioo katika jamii, katika mambo mazuri. Watu kikuwa sawa, dunia bado bukheri. Dunia bado iko na kheri ndani. Anasema Ibn Ata As-Sakandari, anasema kun da'iyan ila Allah bihalik qabla maqalik. Kun da'iyan ila Allah bihalik qabla maqalik, kuwa ni mwenye kulingania kwa Allah kwa hali yako na matendo yako kabla maneno yako. Kun qudwa fal af'al ablaghu min al-khutab, kuwa ndo kiigizo, matendo yanafika mbali kushinda khutba, kushinda maneno. Nakumbuka kisa cha kifupi Sheikh hapa, mmoja katika vijana alimuona mmoja katika mashekhe ametoka markiti, akiwa anasukuma ile trolley la markiti, ile trolley. Sasa baada ya kutoa bidhaa zake ambazo amezinunua, vitu vyake akavitia kwenye gari, hakupeleka ile trolley pahala pake. Akiwa anamsubiri mtu atakuja kuchukua pale peke, akamtumia risala kwenye simu yake, kwa shekhe, wenyewe ni viongozi wetu, nyewe vio vyetu, nimekuona markiti pale umeacha troli pahala sio pahala pake, nitaka tu kufanya itab muhib. Ikionekana wale mashekhe ambao ni mfano lazima watembee kama vile wametawadha udhu sawa, wanaogopa usitenguke. Kabisa, mashaallah, tabarakallah. Dakika moja Sheikh baki, mwisho dakika moja nikimalizia, nasema falnakun mutamayyizina fi akhlaqina, thabitina fi ataina, ruhama fi taamulina, mubdiina fi khidmatina linnas. Allah. Tuwe hivi vitu vinne: mutamayizin katika akhlaq zetu, thabitin katika kutoa kwetu, ruhama fi taamulina, tuko wapole katika kuamiliana kwetu, mubdiina fi khidmatina linnasi, ni wabunifu katika kuwahudumia watu. Jazakallah khair Sheikh Muhammad Bahero kutoka Kenya. Tunasema tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila. Mwenyezi Mungu ajalie hayo uliyofikisha katika mzani wa mema yako, kuyakuta laka dhukhran fi dini wa dunya wal akhirah. Tutakutajia tena Sheikh wetu katika channel yako ya Istiqama inshallah taala. Karibu tena Sheikh. Barakallah. Mpendwa zamani, tutakusihi tu usikose kufuatilia kipindi cha kwanza Sheikh wetu Muhammad Bahero, ambacho kilikuwa ndio kipindi anzilishi cha hii mada ambayo amezungumza katika kipindi hichi. Lakini pia usikose kusubscribe na kulike na kushare channel yako Istiqama TV2 hapa nchini Omani. Imani ya Assalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kono hadi peponi. Jazakallahu khair, billahi tawfiq. Asante. Nijuze kivuli cha amani.